Naam, ikiwa tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka wa 2025. Karibu katika taarifa za AGR News. Mimi ni Videlis Moshoge, na leo tunaanza na taarifa ambayo Wakenya wameonywa dhidi ya kutumia sare za polisi wakati wa matembezi yao. Hii ni baada ya watu wengi ambao ni wahalifu kuonekana wanatumia nguo hizo za polisi bila kujua walizitoa wapi. Viongozi ambao ni walinda usalama wameonya Wakenya kwamba ukipatikana kama umevaa sare ya polisi na wewe si polisi, basi utachukuliwa hatua kulingana na sheria. Mtu yoyote hata ni ile manguo ya kununua ambayo inafanana na ya polisi, from now henceforth tukikupata kwa barabara tunakuweka ndani. Tunaelewana? Kama wewe ni NYS na uko na uniform ya NYS, tumia wakati inatakikana kwa NYS. Tunaelewana? Kama wewe ni wa polisi, tumia wakati unatumia kwa polisi. Mimi utumia wakati naenda shughuli ya kazi. Tukiachana na taarifa hiyo, viongozi wa mashirika tofauti wamemwambia Ruto kumaanisha kile ambacho alikizungumza jana katika maombi ya taifa. Rais Ruto wakati ambapo walikuwa katika maombi ya taifa aliomba msamaha kwa wale ambao labda amewakosea. Viongozi hao wamemwambia kwamba ambatanishe msamaha wake kwa vitendo. President of Kenya, William Ruto, that apologies, however well-intentioned, must be accompanied by tangible action if they are to carry any meaningful impact to the Kenyan people. If the President is indeed remorseful, we call upon him to demonstrate his commitment by bringing to justice those responsible for the abductions, torture, and killing of young Kenyans during the Gen Z protest. Na tukimalizia ni kwamba mwanasheria mkuu Dorcas Odiol amesema kwamba muhuri wa serikali upo katika afisi yake na si kwa mkuu wa utumishi wa umma ambaye ni Felix Odiol, kulingana na vile ambavyo msemaji mkuu wa serikali Isaac Mwaura alikuwa amesema hapo awali. Of the public seal is the subject of section 28 of the Office of the Attorney General's Act Caps 6A of the laws of Kenya. This provision stipulates that the Attorney General shall have custody of the public seal of the Republic of Kenya. This particular provision has neither been repealed nor amended in any manner whatsoever. Accordingly, the legal custody of the public seal remains with the Attorney General, and as such, the Attorney General has and retains the in custodia legis of the public seal, namely the legal right to control, protect, and care for the public seal under the Attorney General's charge. And I am sure that we have had no problem with the issue of the public seal, apart from what is in the papers. And the government is one government. The executive is one executive. We work together collaboratively under the leadership of the President. So we are one. The Attorney General is a member of the executive under the Constitution, and the whole executive serves under the President as one, and we share responsibility. Thank you. Na viongozi wa serikali leo wametua eneo la Nyaribari Chache, kaunti ya Kisii, kueneza sera za serikali hasa katika mpango ule wa kusaidia vyama mbalimbali vya kijamii. Yetu hapa very hard working ambao tuko Kenya mzima, hatuwezi ruhusu Kenya ikose amani, especially sisi community ya kutoka hapa Kisii. Tunaishi kila mahali, Thika tunaishi, Eldoret tunaishi, kila mahali. Ukianza kuvuruga amani mapema hii, hata before elections, na kuanza kututishia maneno ya amani na maneno mengine, we are telling you, shame on you, it is not going to work. 2027 will be the most peaceful election ever. Kazi ni kudanganya na kuhakikisha kwamba Kenya hii hakuna kitu mzuri ambaye inaendelea. Wakati tulikuwa tunawaambia hizi sarakasi zilikuwa zinatangazwa za abductions, huyo bwana anajua, watu wengi walifikiria ni mzaa. Sasa Kenya mzima imejionea. Kuja tushirikiane, tufanye kazi pamoja, tuweze kusongesha Kenya yetu mbele. Hawa wale ambao wanapiga siasa ya chuki, siasa ya fitina, siasa ambaye haina adabu, tunawaambia wakwende mbali. Sisi kama Wakenya hatuwezi kubali turudishwe ile siasa ya 2007. Sisi kama Wakisii, ile 2007 tuliteseka sana. Taarifa za biashara Ruth Nyanchama atakupasha. Mimi ni Videlis
Moshoge. Hujambo mpendwa na karibu katika habari za biashara. Tukianza ni kwamba mkurugenzi mkuu wa hesabu hapa nchini Nancy Gathungu ameashiria kwamba hatua ya serikali ya kutupilia mbali ama kufutilia mbali mikopo ya bilioni 6 ya Hustler Fund ni hatua ambayo haina misingi thabiti, akitaka uthibitisho kwamba wakopeshaji wa pesa hizo hawajulikani walipo na wameshindwa kulipa mikopo hiyo. Na tunapozidi kusonga ni kwamba shirika la NSSF limetangaza kwamba litaekeza bilioni 25 na makubaliano na kampuni ya China Road and Bridge Corporation katika ujenzi wa barabara kuu ya Nairobi Mau Summit ambayo itagharimu bilioni 170, ikiwa ni mara ya kwanza NSSF kuwekeza katika mradi mkubwa kama huo. Nikomee hapo kwa sasa. Jina langu ni Ruth Nyanchama.